Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu jioni ya leo. Huu ni muktasari wa habari tumekuletea kutoka anga za kimataifa. Rais Zelensky wa Ukraine na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wakutana na Rais Trump mjini Washington nchini Marekani. Rais Donald Trump amefanya mikutano pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mikutano ambayo ikulu ya Rais wa Marekani ilielezea kuwa ya kujenga na yenye tija. Viongozi hao wawili walikuwa Washington kuhudhuria maziko ya Senate Lindsey Graham ambaye alikuwa mfuasi mkubwa wa Israel na mtetezi wa misaada ya Marekani kwa Ukraine ambaye alifariki dunia mapema mwezi huu. Zelensky na Trump walijadili matumaini ya Kiev kwamba Marekani ingesaidia kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga, ingawa hakuna ahadi rasmi iliyotolewa hadi sasa. Kwa upande wake, Netanyahu aliwasili wakati ambapo uhusiano wa Israel na Marekani ulikuwa umeterereka kutokana na mitazamo tofauti kuhusu Irani. Kabla ya ziara hiyo, ilitarajiwa kuwa Zelensky angemshinikiza Trump kutimiza ahadi aliyotoa katika mkutano wa kilele wa NATO mwezi huu ya kuipa Ukraine kibali cha kutengeneza makombora ya Patriot ya kuzuia mashambulizi ya anga. Kwa muda mrefu Ukraine imekuwa ikitaka makombora ya Patriot ya Marekani. Kiev inasema makombora hayo yanaweza kutumika kuilinda miji ya Ukraine dhidi ya mashambulizi yanayoongezeka ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu kutoka Urusi kote nchini humo. Hata hivyo, mkutano huo uliofanyika kwa faragha ulimalizika bila tangazo lolote thabiti kuhusu msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kwamba mkutano huo ulienda vizuri sana. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Zelensky alimshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa kila tunachofanya kwa pamoja kulinda maisha ya raia wa Ukraine. Aliongeza kuwa wawili hao walijadili kuhusu vibali vya Patriot na mawazo kadhaa ambayo yanaweza kuisaidia. Tulizungumzia pia masuala ya kidiplomasia. Aliandika na muhimu mchakato wa kidiplomasia ufufue nguvu mpya. Katika ujumbe mwingine tofauti, Zelensky amesema alikutana na wawakilishi wa kampuni ya Marekani inayotengeneza zana za kijeshi ya Lockheed Martin ili kujadili kuendeleza zaidi ushirikiano. Tuendelee na taarifa zetu. Uamuzi wa mahakama nchini DR Congo umemfungulia njia ya muhula wa tatu Rais Felix Tshisekedi. Uamuzi wa mahakama nchini DR Congo wamefungulia njia ya muhula wa tatu Rais Felix Tshisekedi. Mahakama ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni, hatua ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo amesema mswada huo uliopitishwa na bunge la Senate mnamo mwezi Juni unaendana na katiba
hivyo kuidhinisha vifungo vinavyoruhusu kufanyiwa marekebisho. Upinzani umelaani sheria hiyo ukisema swala hilo linarejesha nyuma juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Maelfu ya watu wameandamana katika miji ya mashariki ya Goma na Bukavu kupinga hatua hiyo. Rais Tshisekedi amebakisha miaka miwili katika muhula wake wa pili wa mwisho wa uongozini. Tshisekedi adokeza kuongeza muhula wa tatu wa urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Mpenzi msikilizaji wa Sahibu TV1, ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia mchana wa leo. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel yetu ya YouTube, tunakuomba kufanya subscribe, share, pia comment ili uendelee kupokea matangazo yetu. Tunakutakia laheri, tunasema chao chao.